Madam Martha Wangari Karua. Ya tatu ni kwa bibi yangu Mama Aida Odinga. Maka Aida Odinga na Pauline ni marafiki sana. Kwa hivyo aliposikia hii maneno, yeye mwenyewe alipigwa kabisa. Na vile vile akijua ya kwamba Pauline hawezi kufika hapa kwa sisi siku ya leo. Lakini vile Kalonzo alisema Pauline ako katika runinga. Hata ile runinga ya Azimio television iko hapa, inatangaza hii hafla moja kwa moja. Hizi kuona haya. Kupoteza mtu ambaye ni karibu namna hiyo ni chungu sana. Na mnajua vile nyinyi mnahisi kama jamii. Sasa sisi na Kalonzo na Pauline tumekuwa jamii, tumekuwa marafiki kabisa. Kwa hivyo kila mara wakiwa na shida, sisi tunakwenda. Tukiwa na shida vile vile wao wanakuja kwetu. Kwa hivyo sio tu rafiki ya kisiasa, vile vile rafiki ya kiutu. Tuko pamoja. Sasa sisi tumekuwa namna hii kwa muda mrefu sana. Na wengi sasa wameongea hapa mengi. Wengine wameongea juu ya mambo ya siasa, lakini vile vile juu ya mambo ya kimaisha kwa jumla. Lakini nifurahi sana kusikia maneno ya Archbishop Raphael Kituva. Amesema mara hii kanisa itaongea. Kanisa hata mara ile iliongea, lakini ilisema maneno machafu. Walikuwa na abudu shetani. Manake jamaa wale walikuja na propaganda mengi zaidi mpaka wakapombaza kanisa. Kanisa wakachukua wale ni watu waaminifu. Yale yote tulisema yale yote ni porojo. Walikuwa wanatoa ahadi ambayo ilikuwa tunajua haiwezi kutekelezwa. Sasa ukweli imejitoka. Sasa hilo sema tu kweli kidhihiri, uongo ujitenga. Walisema mambo mengi, sisi tutaangalia mambo ya mahasla, siji mama mboga, siji jua kali, siji bodaboda na kadhalika. Hiyo lugha sasa imepotea. Lugha hii imepotea kabisa. Sema sana. Mama mboga imesahaulika sasa. Sasa maneno imerudi mambo ya ushuru. Mimi na Kalonzo tumekuwa na nafasi kuingia kwenye serikali wakati hali ya uchumi ilikuwa mbaya zaidi. Tukiwa na marehemu Mwai wa Kibaki. Tuliingia kwenye serikali tukapata hazina kilikuwa karibu ni tupu. Lakini tulikuwa tumesatoa ahadi kwa Wakenya. Ati tukiingia kwenye serikali tutaleta masomo ya bure ya shule ya msingi. Wakati hiyo Kibaki alikuwa amepata ajali. Ako kwa kitanda. Lakini alisema tuliahidi na mpaka tutekeleze. Tukasema mara moja tuliingia kwa serikali Januari. Na Januari hii tukatangaza free primary education. Kukawa na shida. Manake watu wengi waliingia walirudi kwa shule, hata yule mwingine bwana Marube alikuwa miaka 84. Ameingia kwa darasa. Darasa zimejaa. Watoto wanasoma chini ya mti. Lakini tukatekeleza na tukatafuta mbinu bila kuongeza ushuru na tukatekeleza hiyo mpango tulikuwa nayo. Watoto wakaanza kusoma. Na hiyo ikaendelea hiyo mpango yote. Lakini sasa hao jamaa wamekuja wakasema ati tumeingia kwenye serikali hazina ilikuwa tupu. Hapana. Ukiweza kulinganisha na vile tulikuwa nayo wakati ile nyingine. Lakini sasa mwaka mmoja na sasa ni miezi 18. Hiyo hazina imekuwaje? Kitu ilikuwa ni kwamba wale jamaa walikuwa hawana mpango. Tulipokia na Kibaki hatukuongeza ushuru. Hatukuongeza ushuru. Tulipanua.
hiyo neti, na pili tukaziba ile nyungu. Tulipata kama hiyo nyungu kulikuwa na nyufa mingi zaidi, tundu ilikuwa inavuja, hata ukimwaga hapa ndani yote inatiririka, tunatoka huko chini. Hizo tundu tukaziba hapa na pale, na nyungu ikaanza kujaa na pesa. Sasa wakati hii jamaa anasema tiongeze ushuru, lakini yote inaingia toka mfuko ya watu. Hii nyungu inavuja. Kwa hivyo hata ukiongeza ushuru mara ngapi, hakuna chochote ambacho kitafanyika. Ushuru sasa imekuwa mwingi zaidi. Tulikuwa tunasema ati Punda imechoka. Nasema sasa Punda imeanguka. Si Punda sasa imeanguka. Mzigo imekuwa mzito sana. Punda sasa imeanguka. Sasa unajua